asifiwe sana. Unaweza ukawa ni kijana upo, kuna dhambi ya uzinzi ambayo imekukamata. Wakati mwingine unalia unasema ninatamani kuacha lakini ninashindwa. Manake kuna addiction ambayo imekukamata. Manake hauwezi kwa sababu uko nje ya Kristo. Ninakuita leo ukiwa ndani ya Kristo. Manake hakuna chochote ambacho kitakachoshindikana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini sisi tulikuwa ni watenda dhambi kuliko wewe leo. Yamkini leo sisi hapa adui alitupiga kuliko wewe. Lakini leo tuko wazima, tunashangilia, tunaimba kwa sababu tumepokea uzima kutoka kwa Bwana. Kwa sababu tumepokea uzima kutoka kwa Bwana. Tuko hapa kuleta watu wafurahi. Manake tumemleta uzima ambaye ni Yesu Kristo akae ndani yako. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ukiwa nje ya Kristo, Biblia inasema kwamba ili kila muamini asifanye nini? Asipotee. Tunakubaliana kwamba ukiwa ndani nje ya Kristo kuna nini? Kuna kupotea. Manake unaweza ukajiona uko sawa, lakini kwa minajili ya neno la Mungu, manake wewe umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana uko ndani unaishi ndio una pesa, lakini bado kuna mambo unayatamani na uyapati. Unaweza ukajiona uko salama, lakini hauko salama kama uko nje ya Kristo. Haujajihakikishia usalama wa kutosha. Nje ya Kristo hauko salama. Manake usalama pekee unapatikana ndani ya Kristo. Yeye ndiye amebeba ulinzi. Angalia Yesu akikaa kwako, manake amebeba ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake amebeba ulinzi ndani ya maisha yako. Kama Kristo ambaye ni mlinzi ndani ya maisha yako akikaa kwako, ni nani ambaye atakayesubutu kukugusa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani atakayesubutu kukugusa? Manake hakuna, kwa sababu uko na mwanaume ambaye ni mlinzi wa walinzi. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo amebeba afya ndani ya maisha yako. Anasema yeye mwenyewe aliyachukua magonjwa yetu. Manake unasumbuka na magonjwa kwa sababu ndani yako hakuna mponyaji. Mimi leo kama Masia Bwana, ninaomba niwatangazie wanaonisikia, kama kuna mtu yote anaumwa, Yesu yuko mahali hapa, amlete apachie pole ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Kristo mwenyewe amebeba magonjwa yetu. Sasa kama Kristo amebeba magonjwa yetu, ya nini tuteseke na magonjwa? Kuna wakati adui akileta magonjwa watupati, kwa sababu aliye ndani yetu ni yule ambaye ni uzima wa kweli. Anasema mimi njia ya kweli na uzima. Kwa Kristo anakaa kama njia, Kristo anakaa kama uzima, Kristo anakaa kama kweli. Kwa Kristo akikaa kama uzima ndani yako, afya yako itakuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaa ndio kijana mzuri lakini bado unaumwa. Unaweza ukaa ndio una pesa lakini bado unaumwa. Kuna watu nimeshuhudia wengine wana pesa lakini bado afya zao haziko imara. Wanapelekwa kwenye hospitali makubwa lakini mwisho wake inarudi maiti tu. Kwa sababu walitegemea pesa, wakaacha kumtegemea Mungu. Na ndio maana unaona watu, kuna wengine unaona hawana pesa lakini bado anadunda. Kuna mtu anaweza ukamwona anaishije lakini anaishi kwa sababu yuko ambaye Kristo anayempa kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Manake malaria inadunda kwetu, magonjwa aina yote yanadunda kwetu kwa sababu tunaye mponyaji ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Hata kama akitupata anaachilia kwa wepesi. Kwa wepesi. Kwa hiyo nje ya Kristo kuna kupotea. Leo tunakuita utoke katika hayo mateso, utoke katika hayo mahangaiko. Isaya anasema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa. Manake unaweza ukawa umetembea lakini ni mtu ambaye umeibiwa. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine anasema najua matendo yako ya kwamba una majina ya kuwa hai lakini moyoni umekufa. Kuna watu wanatembea lakini uchumi wao umekufa. Kuna watu wanatembea lakini biashara zao zimekufa. Kwa nini uteseke kama yupo ambaye anayetia uhai?
Kwa nini uhangaike lakini wakati upo anayetia uhai? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Biblia inasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami ninawaita kwa Bwana. Nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, ninawaita kwa Bwana. Nyinyi nyote mnaohangaika na mizigo, naye Yesu atawapumzisha. Haleluya. Manake kwa Yesu hakuna kitu kinachoitwa mzigo. Manake tayari amekwisha kutupumzisha. Biblia inamtaja Yesu kama ni Bwana wa pumziko. Manake ukiwa kwa Yesu manake tunapata raha. Ukiwa kwa Yesu manake kwako ni mwendo wa kufurahi. Hakuna kuhangaika kwa sababu kwako iko raha. Hakuna mateso kwa sababu Bwana wa pumziko amekwisha kukupumzisha. Haleluya. Mungu alimwambia Musa, alimwambia uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Manake uso wa Mungu uko pamoja nasi, na ndio maana tunapata raha. Uso wa Bwana uko pamoja nasi, na ndio maana tunapata uzima. Asikudanganye mtu. Maisha ya ulimwenguni kama uko nje ya Kristo hauwezi ukawa na raha. Hivi shehe kuona kuna watu wanafanya mambo ambao wenyewe hawayataki. Hata hapo anatuzunguka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unajikuta unafanya jambo lakini ulitaki. Halafu baadaye unajiuliza, hivi ni kweli mimi mama Yusufu nimefanya hili jambo? Mimi kweli? Manake kunakuwa na dark force power ambazo zinakuwa zinakusukuma nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwenguni kama hauna Mungu huwezi kuwa salama. Na sisi tumeuona huu usalama ambao uko ndani ya Yesu. Na ndio maana tumekuletea wewe. Na ndio maana tumekuletea wewe ili na wewe upate kukipata hichi ambacho tulichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani hakunaga la nje ya Kristo. Kuna vijana wanaweza kusema huyu amepotea, amepitwa na wakati. Wao ndio wamepitwa na wakati, sisi tupo katika wakati sahihi. Hebu njoo ndani ya miezi mitatu uone kitakachokupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Yesu Kristo ndio usalama wetu. Ndio usalama wetu. Leo katika dunia mabinti wanahangaika, mavijana wanahangaika kwa sababu wako nje. Kuna mambo wanayafanya, unayafanya huyataki. Jamii imekukataa. Nataka nikwambie hata kama jamii imekukataa, Yesu atakukubali hivyo hivyo. Wazazi wako wamekukataa, Yesu atakukubali hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanajisemea mimi ni mgeni wa nani? Acha nilewe tu, acha nivute tu. Nakwambia hiyo njia sio salama. Ukija kwa Yesu atakupa ufariji wa kweli. Ukija kwa Yesu atakupa uimara wa kweli. Haya mengine ni kujidanganya tu. Mimi nakwambia hayo mengine ni kujidanganya tu. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niwaambia wengine sisi pengine tunaweza kuwa watenda dhambi kuliko wewe, lakini tuliona kwamba hichi tunachokifanya sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona sahihi kwa wakati huo, lakini baadaye ukaona madhara. Unaweza ukawa hapo unaona uko sahihi, lakini baadaye wakati ambapo madhara ya dhambi yatakupata, ndipo utakapokuja kugundua kwamba nilichokuwa nakifanya sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri kuliko kuja kujutia baadaye, ni heri uje sasa kuliko kuja kujutia huko baadaye. Wakati sahihi ndio huu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati ambao kuna wakati nilizungumza na watu hapa, nisema unaweza ukawa unafanya dhambi sasa hivi, lakini wakati ambapo madhara ya dhambi atakupata, ndio utajua kwamba nilichokuwa nakifanya sio sahihi. Wakati ambapo unaamua sasa uanze kutulia, uanze kumtumikia Mungu, na ndio wakati ambapo unaona zile nguvu za ujana wako zinapotea. Wakati ambapo unaona utulie, na ndio wakati unaona kabisa mapafu yanauma. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ulichokuwa unakifanya hapo mwanzo kinakuletea madhara sasa hivi. Manake unakuja kuwa baadaye ni kijana ambaye hayana nguvu. Wakati ni sasa wa kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Wakati ni sasa wa kufanya maamuzi ambayo yatakuwa na faida katikati ya maisha yako. Haleluya. 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 Fanya maamuzi
kufanya maamuzi sahihi kwa wakati gani sahihi. Ni hatari sana kuja kufanya maamuzi sahihi katika wakati ambao sio kwa sahihi. Na ndio sababu nyingi tunateseka. Kuna mtu anakuja baadaye anaamua kumpokea Yesu wakati ambapo ushapita. Amua kumpokea Yesu leo, naye atakupa uzima, atakupa afya, atakupa uzima, atakupa afya. Kuna watu wanaumwa wanasumbuka kwa waganga. Nataka nikwambie waganga hawana faida. Mganga wa kweli ni Yesu Kristo. Achana na vinini wanaitwa vinini hapo. Manake Yesu Kristo ndio mganga wa kweli. Angalia ni mara ngapi umetembea katika waganga lakini pasipokuwa na msaada. Ni mara ngapi umetembea kwa waganga lakini pasipokuwa na matokeo. Umetembea na waganga, matokeo yanakuja kwa kitambo tu, lakini baadaye hali inajirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora uje kwa Yesu ambaye yeye ukipona leo hautaumwa tena. Ukipona leo kwako mateso yatajirudia tena. Ukiwa mzima leo kwako shetani yatajirudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Raba sakataya manderi akate. Rebe sakataya manderi boza. Ndio maana tumesema kwamba yeye ni mganga wa waganga. Yesu anamwambia kwamba tukipona leo kesho tuumwa tena. Yesu uponyaji wake ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua moja ya faida ya kuwa na Yesu ni kwamba hivi nguvu za giza hazina mamlaka kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niongee na watu ambao wanahangaika kwa ajili ya kusumbuliwa na wachawi, ya kusumbuliwa na mashetani, ya kusumbuliwa na maagano ya kiukoo, ya kusumbuliwa na mapeso ya kiukoo. Yesu ana Biblia inasema kwamba naye alituokoa kutoka katika nguvu za